it's a bit on the higher side for them. Hebu sasa tuelekee katika kaunti ya Mombasa ambapo wakazi wa kaunti hiyo wameonyesha kutoridhishwa na huduma za umeme wanazopokea kutoka kwa kampuni ya kusambaza umeme nchini ya Kenya Power na kudai imechangia kwa matukio ya utovu wa usalama mbali na kuathiri uchumi haswa biashara za usiku. Kama anavyotueleza Francis Mtalaki, wakazi hao sasa wanapendekeza kampuni nyingine kupewa nafasi kutoa huduma hiyo pamoja na kuzingatia teknolojia ili kurahisisha utoaji huduma. Kutoka kaunti ya Mombasa, wakazi wengi wameonyesha kutoridhishwa na huduma wanazopokea kutoka kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya Power, wakisema wakati mwingi stima hupotea, hivyo basi kuwa changamoto miongoni mwa wengi. Kenya Power wamezembea, na Kenya Power walianza kuzembea kutoka kitambo. Swali ambalo atakana tujiulize kama Wakenya, hii mvua ilianza kutunyeshea lini? Ilianza kutunyeshea wakati Kenya Power ilianza kusubcontract watu, ambao sasa unapata kazi zingine zinafanyika, kazi zingine si standard. Ndio unaona miti ya Kenya Power inaanguka, stima zinakatika ovyo ovyo kwa sababu ya ufisadi ambao umekuja ndani. Na ufisadi unapoingia pahali, hii ndio matunda yake tunaona. Hili wamelifanya kama tukio la kila siku. Mpaka sasa tunasema huku kwetu ni kama national anthem. Tunaimba kila siku. Kenya Power, Kenya Power, Kenya Power, Kenya Power. Hakuna mtu anaweza kutembea na giza. Sasa biashara inakuwa iko chini kabisa, inakuwa yani biashara kuna. They are taking their customers for granted, and actually, as I can tell you, it's because due to the monopoly they are enjoying. Mitaa kuna wahuni, hasa akipata hakuna stima ndo wana take advantage, waweza ukuliwa wa mtu sababu ya stima. Ukiapply ile moto inachukua muda mrefu sana kupata ule moto, na kisha connect ile moto kwako, ile mita kupatikana basi inakuwa tabu. Kuna biashara za butchery, kuna mambo, kuna mafriji, wanaumia. Kando na changamoto hii, wanasema kwamba usalama wa baadhi ya wafanyakazi pamoja na wao pia husiana na swala la umeme nchini ni mojawapo ya changamoto ambazo zinawakumba. We have to opt for getting generators, but think of the other people who don't have the ability to acquire a generator. Yeah, it's like somebody is there standing somewhere, switching on, switching off. Ukienda hii mitaa duni huko ndani, utapata kwamba kuna zile line za Kenya Power nyingi zinaegemea chini. Na hiyo ni hatari kwa watoto wetu. Na pia kuna pole zao nyingi kule mitaani ambazo zinaegemea, karibu zinaanguka. Lakini inachukua muda mrefu sana kwa KPLC kuja kurekebisha ili zisimame wima. Swala la ukiritimba pia limeweza kujichipuza, wakazi wengi wakitaka kampuni zingine kuweza kupewa kandarasi ya kufanya kazi humu nchini ili kutoa ushindani pamoja na ajira. The backlog they have in their offices, the reason is still being the monopoly again. They are enjoying. Kampuni zinatakana ziwe nyingi kwa sababu vijana kama sisi ambao tumaliza sasa hivi, mimi pia nasomea electrical na natarajia siku za mbeleni nije nifanye hiyo kazi ya Kenya Power. Mimi ningeomba Kenya Power, kama nimeweka paybill number yangu pale, nimeweka ile mita namba yangu na nimenunua hii token, inafaa iingie kwa mita yangu direct. Sifai tena kurudi niweke manually token kwa mita yangu. Yafaa upgrade system zao. Fluctuating tariffs which they are even not even making us easier for our proper budgeting because they don't have proper communication from the office to the public. Francis Mtalaki.